Alright, sawa. Hii hapa ni STL Media Tanzania. Asante pia kwa kutazama, asante kwa kutupa pia time yako bana kuwatch. Usiache kushare, kusubscribe, kucomment pia na kulike. Mimi naitwa presenter_YG. Tuongee, tunataka tuzungumze mambo kadhaa bana kuhusiana na afya ya vyakula, si ndio? Najua watu wengi tunapika vyakula, kila mtu ana ratiba yake ya msosi, labda majumbani au wapi, either mtu anaenda kula labda restaurant, whatever it is, ndio bana. Lakini nataka leo nimekuandalia listi ya vyakula pamoja pia na kazi zake katika mwili. Umeshanielewa? Usije yani ya kwamba nimezikategorize. So naomba unipe time yako and then tuone ya kwamba venye ina sound kuhusiana na misosi. Si ndio bana? Kaa na mimi. Kwa kuanza kabisa kwamba hii makala nimeiandaa kabisa maalum, yani kukuorodhesha vyakula mbalimbali na kazi zao katika mwili wa binadamu, ambapo nimepangilia pia kulingana na virutubisho ambavyo vinapatikana kwenye vyakula hivyo. Na hivyo basi nitakuletea orodha ya vyakula vya protein, fat, madini, vitamin, wanga na mafuta. Na makala hii bana moja kati ya makala ya kutoka hapa STL Media Tanzania zinazohusiana na masuala mazima ya afya, na imeandaliwa na mimi presenter_YG. So tukianza na vyakula vya protein, kama ulikuwa ufahamu vyakula vya protein, vyakula vya protein ni hivi hapa kwenye list, ambapo chakula cha kwanza ni samaki, hiyo ni protein. Mayai ni protein, maziwa pia ina protein, nyama ina protein, kunde ina protein, maharagwe pia ina protein, mbaazi pia ina protein, mboga za majani pia ina protein, dagaa ina protein pia, kumbi pia ina protein, senene pia ina protein, nafaka pia ina protein. Hiyo ni kundi la kwanza ambalo ni za protein. Faida za protein pia katika mwili bana, husaidia katika kujenga miili yetu na kusaidia pia katika uponaji wa vidonda, utengenezaji wa homoni na kutengeneza kwa enzymes ya ufupi protein na kirutubisho ambacho kinachukua nafasi kubwa zaidi katika miili yetu. So muona pia ni faida moja wapo ya protein. Nikienda B ni vyakula vya vitamin K. Kuna nyama, kuna mayai, kuna siagi, kuna maziwa, mchicha, kabichi, spinach, kisamfu, maparachichi, zabibu, matunda mengine, mboga za kijani. Umeshanielewa? Faida pia vya vitamin K mwilini, husaidia katika kuganda kwa damu, husaidia katika kuboresha afya ya ubongo, husaidia katika kudhibiti matumizi ya madini ya calcium mwilini, husaidia katika kulinda afya ya mifupa, husaidia katika kuimarisha afya ya moyo. Umeshanielewa? Twende vitamin C. Kuna nyanya, kuna mapera, kuna pilipili, kuna papai, kuna tufaa, apple kwa Kiingereza wanaita hivyo, kuna carrot, kuna kitunguu, kuna parachichi, kuna embe, kuna cabbage, kuna passion kusaidia sabaga passion, na kuna nanasi, kuna limao, kuna chungwa na kuna papai. Na faida pia vya vitamin C unaambiwa husaidia katika utengenezaji wa tishu mwilini, na husaidia katika uponaji wa vidonda, na antioxidant ambayo husaidia katika kuondosha sumu mwilini na husaidia kuboresha mfumo wa kinga mwilini, ulinda mwili pia dhidi ya maradhi. Muona bana ya kiseyeye. Niende point nyingine, vyakula vya vitamin B pia kuna nyama, kuna parachichi, kuna mboga za majani, kuna mimea jamii ya karanga, kuna alizeti, kuna mayai, kuna pilipili, kuna ndizi, kuna viazi, kuna maharagwe na kunde, nafaka na kama mchele, mtama na mahindi. Kazi ya vitamin B pia mwilini, husaidia mfumo wa fahamu kufanya kazi vyema, huhitajika kwa ajili pia uzalishaji wa nishati, nguvu mwilini, husaidia katika utengenezaji pia wa seli mwilini, husaidia katika utengenezaji pia wa hemoglobin. Hizi ni chembe katika seli nyekundu za damu, husaidia katika kuchakata DNA na husaidia katika utengenezaji pia wa seli mpya, kukomaa kwa seli. Vitamin E, kuna karanga, kuna parachichi, kuna maziwa, kuna samaki, kuna siagi, kuna viazi mbatata, kuna siagi, kuna mchele, kuna korosho, kuna spinach, alizeti, mayai, maini na nyama. Na faida pia za vitamin E, husaidia kuondosha sumu na kemikali na vyakula mwilini, husaidia pia utengenezaji wa utando wa seli mwilini, husaidia pia katika utengenezaji wa utando maeneo mbalimbali ya mwili kama neva, husaidia pia katika ukuaji mzuri wa mifupa. Tukienda na vitamin D, kuna mayai, kuna maziwa, kuna maini na kuna uyoga. Faida pia vya vitamin D, husaidia unyonzwaji wa madini unyonzaji wa madini kutoka kwenye chakula kwenda kwenye damu, husaidia pia kuboresha afya ya mifupa, kuwa imara, madhubuti na isiyopasuka kirahisi.
hiyo ni vitamin D. Bwana, vyakula vya vitamin A kuna maziwa, kuna maini, kuna carrot, kuna machungwa, kuna mchicha, kuna cabbage, kuna spinach, kuna kisamvu pia na kuna matango. Mwambie bana mboga za majani. Kazi za vitamin A pia unaambiwa usaidia kuimarisha afya katika mfumo wa upumuaji, usaidia pia kulinda afya ya macho, pia kuboresha mfumo wa fahamu, tatizo la kutoona vyema na upofu katika kusababisha upungufu wa vitamin A mwilini. Tukienda pia vyakula vya fat, kuna karanga, kuna nazi, kuna maziwa, kuna mayai, kuna korosho, kuna parachichi, nyama, samaki pia na nafaka, ambapo unaambia faida pia za fat katika mwili. Kazi kuu katika fat ya mwili ni kutupatia joto, ni chanzo pia cha nishati mwilini. Utando wa seli na umetengenezwa pia na chembe za fati. Ubongo pia umetengenezwa na fati kwa 60% pia kama ulikuwa ufahamu. Vyakula vya wanga, kuna mahindi, kuna mtama, kuna mihogo, kuna viazi, kuna ngano, kuna mikate, kuna mtama, kuna mchele, kuna keki, kuna korosho, kuna karanga, kuna ndizi, kuna nyama, kuna mayai na kuna maziwa. Faida pia za wanga katika mwili kama ulikuwa uzifahamu ni kutupatia nguvu, unampa mwili wa binadamu nguvu. Vyakula vya wanga husaidia pia katika kuvunja fati mwilini, kupunguza matumizi ya protein kwa ajili ya kuzalisha nishati na hutumika katika kutengeneza bidhaa za madawa. Shandelia vyakula vyenye maji pia kwa wingi, kuna tikiti, kuna tango, kuna nanasi, kuna machungwa, kuna madanzi, kuna mapensheni, kuna mio, kuna mapapai, mastafel na kuna matunda damu na kokamanga. Ambia pia faida zake za mwilini bana, usaidia kulainisha viungo, usaidia utengenezaji wa mate kama na makamasi, usaidia pia katika usafirishaji wa oksijeni mwilini, uboresha pia afya ya ngozi, uboresha afya ya ubongo, uti wa mgongo na malango ya fahamu, usaidia pia kupunguza joto, mfumo na mengineo. Chakula unategemea pia maji zaidi, usaidia pia kuondosha uchafu ndani ya mwili, udhibiti shinikizo la damu na kuzuia uharibifu wa figo na kusaidia pia kupunguza uzito. So hivyo ni vyakula nimekueletea orodha ya vyakula ambavyo unapaswa pia ukafuata huo mlo kama wewe ni mtu ambaye pia unapenda kutengeneza mwili wako katika afya bora. Mimi ni presenter_YG, hapa ni STL Media TZ. Asante kututazama.